maisha, ndoto hulipiwa kwa machozi, nikichagua leo kuumia. Halo Naman. Safi. Una uhakika hajakuona mtu yeyote? Sawa, nakuja sasa hivi. Nilitoa kila kitu, nikaita upendo, nikafungua milango, nikakuweka juu. Leo macho yangu yameshuhudia ukweli. Mtu wako huyo hapa. Kazi nimemaliza. Mary, rafiki yangu, haya ndo hiyo yataka. Mwisho wako ndo huu. Utakaa humu ukisubiri mwisho wako. Kuanzia leo utaishi hapa. Chakula utaletewa hapa hapa. Utaishi gizani kama ulivyostahili. Hii siri ibaki kati yetu. Hakuna mtu mwingine anayepaswa kujua. Lazima tutunze ushahidi. Pesa yako nitakutumia. Sawa. Soft piano, slow strings, distant me feel. Shikamoo kaka George.
Marhaba, mjambo eh? Hatujambo. Karibuni. Asante. Umetoka wapi? Tumetoka kwa jirani yetu kufanya discussion. Vizuri sana. Na vipi kuhusu mitihani yenu ya majaribio? Matokeo yakoje? Mimi wastani wangu ni alama 80. Umejitahidi. Na wewe Brian? Kaka, mimi nimepata wastani wangu 38. 38? Matokeo yako yapo chini sana. Kwani Joanna, Brian anashiriki kikamilifu katika discussion? Ndio. Na wewe Brian, changamoto ni ipi hasa kwako? Hamna changamoto yake. Brian, elimu ni kitu cha msingi sana katika maisha yenu. Ukicheza na elimu kwa sasa, utakuja kujutia baadaye. Joanna, hakikisha unashiriki kikamilifu katika discussion na Brian. Sawa. Vile Brian, uwe tayari kupokea mabadiliko kutoka kwa wanafunzi wenzako. Natumaini sasa mmenielewa. Kaka, si ngoja tuende nyumbani. Basi sawa. Usisahau kujisomea eh? Chumba kimebadilika. Huyu hapa sasa. Kelvin. Sitaki uzushie hapa. Norman. Sio rumors. Ushahidi upo. Norman. Unataka kuniaminisha unahusika na hili tukio? Kuna ushahidi wa picha ulinitumia WhatsApp mbele ya kamera ya mwana. Nataka kuniaminisha kwamba ulihusika kwenye hili tukio? Au ndio wewe ulikuwa na Mary ukapiga picha ile kutuonyeshia? Okay. Wenda siku hizo unakuwa paparazzi. Unapiga picha watu wako kwenye starehe zao, si ndio? Hizo picha Mary. Samba umefuta sasa. Sikia kidogo. Hiyo picha nikosea kwa kutumia, nilikuwa namtumia bosi yangu hivi. Na kuanzia sasa hivi kikao kimeisha. Sasa mjadala wote na habari za kuhusiana na fedha zenu, fedha ni hapa. Kaka samani na kuomba mara moja. Mambo. Poa mzima. Mzima. Niambie. Bila shaka wewe ndio uliyenirudishia simu yangu siku.
Justin, aha, wewe ndio ulidondosha simu siku ile? Ndio. Niko nimeshasahau kabisa. Hata hivyo nyumbani kwangu sio mbali na hapa. Nilikuwa nakuomba twende na mazungumzo na wewe. Kama kuna mazungumzo ningeomba uniambie tu sasa hivi, maana na haraka. Ningeweza kusema hapa, lakini na jambo muhimu sana. Siwezi kusema hapa. Au ngoja chukue kile mchango hapa. Sijali. Jamani, kuna kitu kinanisumbua. Kitu gani? Ni kuhusu mapenzi. Sawa, na mapenzi wapi na wapi? Sijui ni kwa nini, lakini kuna mwanamke nimejikuta nampenda sana, ila yeye hanipendi. No man, nifanye nini ili niweze kumpata Close? Kelvin, mapenzi ni kitu kizuri sana, ila anaweza akakuangusha kama hautakuwa makini. Jambo la kwanza, sisi ni wanafunzi na lengo kubwa ni kwa ajili ya kupata elimu. Lakini pia jambo lingine usichokifahamu wewe Kelvin, wanawake wa sasa hivi wana mambo mengi sana na ni vigumu sana kuwatambua. Hiyo ni kweli kabisa, na ndiyo maana usikimbilie mambo ya mapenzi kama bado hujajisimamia mwenyewe. Kwa hiyo unasema niachane nayo kwa sasa? Hapana, sisemi kwamba uachane naye, ila usifanye kiwe kipaumbele chako kuliko ndoto zako. Kelvin, huu mtihani ukifeli, huyo mpenzi wako hatakusaidia kwenye maisha yako hata siku hii. Yaani hapo umemwambia ukweli kabisa. Sasa cha kufanya, tuiweke akili yetu kwenye vitabu, tusome, tupate elimu, tufaulu, maisha yatafunguka yenyewe. Jamani, mimi kuna kitu kinanitatiza kidogo. Nilitoa kila kitu, nikaita upendo, nikafungua milango, nikakuweka juu. Leo macho yangu yameshuhudia ukweli, busu lililovunja roho kati ya rafiki na mpenzi. Mapenzi kama kisu moyoni, nilijenga ndoto juu ya
lakini roho inalia.